Injili ya Luka sura 24 mstari ule wa kwanza hadi ule wa 6. Neno la Mungu linasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini, wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Ndugu zangu wapendwa, nizungumze kwa ufupi. Duniani ni kuzomeana. Dunia watu wanazomeana. Dunia hapakaliki. Ukienda Dodoma utakuta watu wanaozomea. Ukienda Singida utakuta watu wanaozomea. Ukienda Dar es Salaam utakuta wanaozomea. Nenda Msoma, nenda hata Mtwara, nenda Kenya, Uganda, mpaka Uingereza, watu wanazomeana. Wasanii wanazomeana, wanamchezo wanazomeana, na hata walevi wanazomeana. Mbona umefunga huku na kunywa pombe? Wanaanza kumzomea. Wanazomeana kwa sababu kuzomeana kupo duniani. Ndugu zangu wapendwa, hata kama mtu ungeweza kumtengeneza namna gani, atakuzomea. Maana hata kama ungempa chakula kizuri sana, kuna siku atakuzomea. Hata kama utawapa wali wa sato, watakuzomea tu. Hata kama utamazima nguo, utamazima shati, lakini kwa sababu ni kawaida ya kuzomeana, kuna siku utakuzomea. Maana kuzomea ni jambo la kawaida kwa watu waliozoea kuzomea. Vikundi vya kwaya vinazomeana, vikundi vya kina mama vinazomeana. Wanazomea hata nguo uliovaa, wanazomea hata kiatu ulichovaa, wanazomea hata yebo uliovaa, ingawa imetengenezwa kwa ajili ya kuvaa. Maana watu wanazomea. Kuzomea ni jambo la kawaida. Wanazomea hata chakula unachokula. Hata familia yako eti inakuzomea. Wakati mwingine wanakuambia wewe ni mjinga, wewe ni mpumbafu, huna akili. Maana kuzomeana ni jambo la kawaida. Wengine wanaitwa shirawadu, wanakuzomea sana kwa sababu ya shirawadu wako. Usikonde wala usinune, maana kuzomeana ni jambo la kawaida. Na wala usishangae, na wala usisikitike, na wala usinungunike, maana kuzomeana ni jambo la kawaida. Maana hata Kristo alipokuwa pale msalabani walimzomea. Wakasema, mwangalie huyu mtu, alijifanya yeye ni mwamba, leo yuko wapi? Wakaanza kumzomea Yesu Kristo akiwa msalabani. Wakaanza kumzomea Yesu Kristo sehemu zote alizopita, katika vikao mbalimbali. Wakina Herode, wakina Pilato, Wayahudi wakamzomea. Maana kuzomea ni jambo la kawaida. Na yeye akasema maneno ya kwamba wamefanya haya kwa mti mbichi, je, kwa mkavu? Kama waliyafanya kwa Kristo, je, wewe na mimi watashindaje kukuzomea? Kuzomea ni jambo la kawaida. Lakini furaha ni kwamba hata wale waliomzomea, Wayahudi waliomzomea, waandishi waliomzomea, Mafarisayo waliomzomea, lakini alikufa kwa ajili yao. Na leo tutatangaza ushindi kwamba Yesu Kristo amefufuka na kaburi liko wazi na sote tuko hai. Ndio maana Mkristo anatembea akiwa mstari wa mbele. Mkristo anatembea akijua ya kwamba mimi Kristo ndio mtetezi wangu. Na kuna wimbo unasema kwamba Yesu ni mtetezi wangu. Ndugu zangu wapendwa, wala usibabaike, wala usihangaike, wala usinungunike, maana jambo la kawaida. Lakini Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako na amekufa kwa ajili yangu. Atakutetea katika dakika ya mwisho. Tembea yako, tembea ukijidai. Hata unapocheka, cheka ukijidai kwamba Kristo amefufuka kwa ajili yangu. Watu wabishe, wasibishe, waliomzomea, ambao hawajamzomea, amekufa kwa ajili yao. Na Bwana asifiwe. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana Mungu wetu wa mbinguni
wewe ulizomewa na sisi tunaendelea kuzomewa, lakini Bwana, hakika ulitushindia kifo. Ukasema ya kwamba kifo hakina nguvu. Ndio maana sisi tunatembea kifua mbele. Baba, jambo hilo ni kubwa kwetu. Tunasema asante, sifa na utukufu tukurudishie wewe Mungu wetu wa mbinguni. Asante kwa neema hiyo. Neema hiyo ni kubwa, upendo huo ni mkubwa, na rehema hizo ni kubwa Mungu wetu wa mbinguni. Baba, ubarikiwe na Mungu ushukuriwe. Sifa na utukufu tukurudishie wewe Bwana, na damu yako ya mwana kondoo ikapate kutufunika sasa na hata milele. Amen.